Awali ya yote naomba nimshukuru mchungaji kiongozi, baraza la wazee pamoja na uongozi wa WWK kwa kuniombea niweze kupata kibali kusimama mahali hapa asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Pia nichukue nafasi hii kuatia moyo wanawake wenzangu kuja katika WWK. Bwana Yesu asifiwe. Sijui mwenzangu wewe unachezeaga wapi? Sijui wewe huo unafurahiaga wapi? Basi kama ni hapa usiache kuja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu asubuhi ya leo jamani, it was fire. Praise team, that was fire. Mungu awabariki sana. Mimi kule ofisini kwangu I am very serious. Very serious. Lakini linapokuja nyumbani kwa Bwana, I strip off everything. Kwa sababu nipo kwa Commander in Chief, Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, jemedari mkuu wa vita, ambaye ukuu wake mimi si kitu. Mimi ukinikuta huku mimi raia tu. Yaani huku mimi nime strip off kila kitu. Mimi huku ni common soldier. Nita dance kwa sababu niko nyumbani mwa Bwana. Haleluya. Alafu tukikutana Jumatatu sura ya kazi. Amen. Kwa hiyo sijui mwenzangu wewe stress unatoleaga wapi? Mimi nikija hapa I make sure naondoka na package ya wiki nzima ya kutembea nayo. Amen. Nikutie moyo mwanamke mwenzangu. Mungu akubariki sana. Ujumbe wetu, ingawa katika sikukuu hii tunatembea na ujumbe maalum wa siku ya wanawake ambao nitausema mwishoni, lakini nitaomba tushiriki neno la Mungu katika kichwa kinachosema Mungu ana mpango na wale waliodharaulika na kukata tamaa. Mungu ana mpango na wale waliodharaulika na kukata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Tutakwenda kwa mawanda mapana kidogo, nitakuwa najitahidi kukimbizana na muda, najua leo tuna mambo mengi, lakini tutajikita katika habari ya baba wa imani Ibrahim. Tunaposoma habari za baba wa imani, mara nyingi tumekuwa tukiangalia yeye Abraham na Sara na ahadi za Mungu ambazo aliahidiwa ya kwamba Mungu atambariki na kumfanya kuwa baba wa mataifa. Lakini katika safari hiyo yuko mtu ambaye haonekani kama ujumbe wake una mashiko sana wakati fulani. Mimi napenda kuwaita hawa kwamba they are unsung heroes. Ni wale makamanda wa chini chini ambao hawana sifa na pengine hata haonekani kuwa na sifa au kustahili kuwa na sifa. Leo tutajifunza kwa habari ya mwanamke. Ili la Kiswahili ili alinifurahishagi sana. Hagar. Hagar ni Hajiri. Katika safari hii ya Ibrahim na Sara kuna one woman who is unsung hero. Tukimzungumzia Hajiri, alakalaka inakuja picha ya Ishmael, alafu tunadhani kama kuna laana hakukuwa na laana. Mungu atusaidie tutakapokwenda kujifunza kwa ujumbe huu. Lakini hii inatukumbusha ya kwamba Mungu anao mpango na wale waliodharaulika au na wale waliokata tamaa. Abraham alipokuwa na miaka 75, nitakwenda kwa kusimulia ili tusiwe na maandiko mengi ya kusoma, kwa sababu tutacheza sana na chapter hizo za simulizi ya safari hiyo ya Abraham na ahadi ya Mungu. Akiwa na miaka 75 anaamliwa atoke katika nchi ambayo ameizoea, amekulia na kuishi hapo, na anaambiwa aende Kanaani kwa ajili ya kuanza maisha mapya. Lakini hapo ndipo kwa mara ya kwanza Mungu anampa ahadi, wakati huo akimwita Abramu na Sarai, ya kwamba atamfanya Abramu kuwa baba wa mataifa. Kwa hiyo anaondoka kweli, anatii. Mungu anamtoa katika nchi ile ambayo ameizoea sana, anakwenda kuishi Kanaani. Lakini baada ya kukaa Kanaani kwa takriban miaka 10, ile ahadi aliyoahidiwa na Mungu bado haijakamilika. Ndipo Sarai wakati akiitwa anapanga kujipatia mtoto kupitia mjakazi wake ili atunze thamani yake mbele ya Ibrahim au Abraham. Naomba tusome kutoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 16
mstari wa 1 mpaka ule wa 4. Msomaji wetu. Neno la Mungu linasema, basi Sarai mkewe Abrahamu hakumzalia mwana, naye alikuwa na mjakazi Misri jina lake Hajiri. Sarai akamwambia Abrahamu, basi sasa Bwana amenifunga tumbo nisizae, umwingilie mjakazi wangu, labda nitapata uzao kwa yeye. Abrahamu akaisikiliza sauti ya Sarai. Sarai mkewe Abrahamu akamtwaa Hajiri Misri mjakazi wake. Baada ya kukaa Abrahamu katika nchi ya Kanaani miaka 10, akampa Abrahamu mumewe awe mkewe. Basi akamwingilia Hajiri, naye akapata mimba. Naye alipoona ya kwamba amepata mimba, bibi yake alikuwa duni machoni pake. Amina. Amen. Baada ya miaka 10 ya ahadi ya Mungu, Sarai anamwambia mume wake amchukue mjakazi ili ampatie mtoto. Mind you, hatakuwa mtoto wa Hajiri, hatakuwa mtoto wa Hagar, si ndio? Atakuwa mtoto wa Sarai. Lakini uone kwenye huu mpango kwamba Hajiri alishirikishwa. Yaani huo ulikuwa ni uamuzi ulifanywa juu kwa juu tunaita. Hakufikiria ni jinsi gani atakavyojisikia. Lakini Sarai ana experience ya hiki kitu ambacho yeye anamfanyia Sarai. Je, umewahi kufikiria kitu ambacho wewe uliwahi kufanyiwa alafu au tatizo ambao mara nyingi sisi ambao tunakaa huku tunasema kwenye haki jinai, kile mtu anachofanya mara nyingi ni experience, ni trauma ya kitu ambacho aliwahi kufanyiwa na hakukiachilia. Kwa anaendelea kuduplicate kwa sababu ndio kitu pekee anachokifahamu. Hakumbuki kwamba aliwahi kufanyiwa hivyo na hakikuwa kitu kizuri. Embo turudi kwenye Mwanzo sura ya 16, sura ya 12, tutasoma mstari wa 10 mpaka wa 16. Neno la Mungu linasema, basi kulikuwa njaa katika nchi ile. Abrahamu akashuka Misri, akaenda huko kwa muda, maana njaa ilikuwa nzito katika nchi. Ikawa alipokuwa karibu kuingia Misri, akamwambia Sarai mkewe, tazama, najua ya kuwa mwanamke mzuri wa uso. Basi itakuwa Wamisri watakapokuona watasema, huyu ni mkewe, kisha wataniua mimi na wewe watakuchukua hai. Tafadhali useme, wewe ndugu yangu, iwe heri kwangu kwa ajili yako, na nafsi yangu iishi kwa ajili yako. Basi ikawa Abrahamu alipofika Misri, Wamisri wakamwona huyo mwanamke ya kwamba yeye ni mzuri sana. Wakuu wa Farao wakamwona, nao wakamsifu kwa Farao. Basi yule mwanamke akachukuliwa nyumbani mwa Farao. Bwana Yesu asifiwe. Sarai aliwahi kufanyiwa hicho kitu. Anamtoa mkewe, anamwambia, najua kwa sababu huu mzuri wa uso, basi watakuchukua na mimi sitakuwa salama. Kwa hiyo nikufanye uwe dada yangu ili nipone machoni pako na kwa Farao. Kwa hiyo kile ambacho alitolewa kwa Farao pasipo ridhaa yake, Sarai naye ndicho anachokijua, anamtoa Hajiri bila ridhaa yake. Mungu atusaidie sana, na ndio maana nikasema kuna kudharaulika na kukata tamaa ili tuweze kutoka hapo. Kwa hiyo aliwahi kufanyiwa kitu kama hicho, lakini ashukuriwe Mungu, kwa sababu mara nyingi sisi kama wanadamu tunadhani ya kwamba Mungu anapotoa ahadi yake na haikamiliki tunaweza kumsaidia Mungu. Tunadhani ya kwamba tunaweza kumsaidia Mungu kutekeleza ile ahadi ambayo alikusudia katika maisha yetu. Na hapa ukisoma vizuri kwa wakati wako nyumbani ukitulia, ndipo ambapo tunaona kwamba kumbe Abraham na Sarai walikimbia Kanaani kwa sababu ya njaa, wakaenda Misri. Lakini baada ya Mungu
kumwambia Farao amwache huyo mke, ndipo sasa Farao anampa Abrahamu mali, anamwambia chukua mali, lakini anasema alimpa na wajakazi. Kwa hiyo unaweza ukapata connection, haisemwi, lakini unaweza ukapata connection sasa kwamba Hajiri, sija Kiswahili sijui kwa nini mmeshanielewa, yes, kwamba Hajiri automatically alikuwa katika wale vijakazi. Naomba nenda mstari wa 16, tusome mstari wa 16. Naye akamtendea Abrahamu mema kwa ajili yake, naye alikuwa na kondoo na ng'ombe na punda waume na watumwa na wajakazi. Amina, ikawa imekatika. Okay, kwa hiyo unaona ya kwamba alimpa mali, akampa watumwa, akampa na vijakazi. Automatically Hajiri alitoka kama na yeye zawadi tu, si ndio? Akakabidhiwa, akaondoka nao. Alipoondoka kutoka Misri na kurudi tena Kaanani, anaondoka naye, wanaishi kwa miaka 10, si ndio? Huko Sarai anagundua ya kwamba Mungu alituahidi somewhere, yani behind your brain, kwenye your subconscious, hata ukitaka kupotezea, lakini kipo kinaita, kinakwambia Mungu alisema. No, okay, sasa God, I can help you because you had a plan, a good plan for me. I can help you to accomplish that plan. Bila kumshirikisha Hajiri, anamwambia mume wake amchukue kijakazi wake amfanye kuwa mkewe. Baada ya Hajiri kupata mimba, Abrahamu anamuona Sarai kuwa duni. Ndipo Sarai akamtesa Hajiri, naye anapanga kukimbia na mtoto. Mind you, haukuwa mpango wake ule, si ndio? Ungekuwa ni mpango wake, pengine angeona namna gani ambavyo angeweza kujiadjust. Hebu tusome tena sura ya 16 Kutoka mstari wa 5 mpaka wa 9. Kutoka 16 mstari wa 5 mpaka wa 9. Neno la Mungu linasema, kisha itakuwa siku ya 6 ya kwamba watayaandaa hayo watakayoleta ndani, nayo yatakuwa ni mara 2 kuliko wayaokotayo kila siku. Mwanzo? Mwanzo. Nimesema Kutoka, sorry. Mwanzo. Genesis 16 mstari wa 5 mpaka wa 9. Neno la Mungu linasema, Sarai akamwambia Abrahamu, ubaya ulionipata na uwe juu yako, nimekupa mjakazi wangu kifuani mwako, naye alipoona kwamba amepata mimba, mimi nimekuwa duni machoni pake. Bwana na ahukumu kati ya mimi na wewe. Naye Abrahamu akamwambia Sarai, tazama, mjakazi wako yu mkononi mwako, mtendee lililo jema machoni pako. Sarai akamtesa, naye akakimbia kutoka mbele yake. Malaika wa Bwana akamwona kwenye chemchemi ya maji katika jangwa, chemchemi iliyoko katika njia ya kuendea Shuri. Akamwambia, Hajiri, wewe mjakazi wa Sarai, unatoka wapi, nawe unakwenda wapi? Akanena, nakimbia mimi kutoka mbele ya bibi yangu Sarai. Malaika wa Bwana akamwambia, rudi kwa bibi yako, ukanyenyekee chini ya mikono yake. Amina. Amen. Unajua sio jambo rahisi, lakini Mungu alivyo mwaminifu, anajaribu kujifunza. Mara kadhaa Mungu amekuwa akiwaita watu. Sio kwamba Mungu alikuwa hajui nini kinachoendelea, lakini anamuuliza Hajiri, unakwenda wapi? Mungu anatoa fursa ya sisi kuwa na conversation, na ikibidi wakati mwingine tuweze kupona kutoka katika zile trauma, lakini wakati mwingine anatuita ili tupate kutubu. Wewe unadhani kwa nini alimuuliza Adamu uko wapi? Unadhani Mungu alikuwa hajui ya kwamba yuko wapi, si ndio? Lakini kumbe anapokuita anakupa fursa. Kuna jambo anataka akutoe hapo. Kuna jambo anataka upone. Anajua mateso ya Hajiri, na anajua ya kwamba huyu Hajiri akuchagua, aliwekwa katika hii predicament bila yeye kupanga. Akajikuta amepata mimba. Definitely kuna kahali fulani hivi kwamba kile ambacho Sarai hakuaccomplish, mimi nimeweza kuaccomplish tu kwa muda mfupi. Kuna kujitutumua fulani kibinadamu kapo.
Si tunajifunza hata kwa habari ya Hana na Penina kule, kale kahali waga kapo tu. Sarai anajiona kuwa duni, anaamua sasa kufanya vituko, lakini yeye mwenyewe ndiye aliyeanzisha huu mchakato. Hajiri anaona mateso haya hayawezekani, anaamua kutoroka, lakini njiani unaambiwa rudi ukanyenyekee. Unajua sio rahisi, kibinadamu sio rahisi. Katikati ya mateso unaambiwa rudi, go back and submit. Lakini ashukuriwe Mungu kwamba katikati ya changamoto na mateso, Hajiri anakubali kutii. Wengi katikati ya mateso na changamoto, wengine wanamtafuta Mungu. Katikati ya mateso na changamoto, wengine wanamwacha Mungu. Sijajua wewe katikati ya changamoto na mateso uwe unafanya nini, lakini Hagar alichagua kukubali na kunyenyekea. Na ndio maana nasema anaonekana kama alikuwa marginalized. Yaani wengi tukiongea habari ya Ishmael tunaona kama kulikuwa kuna laana, kulikuwa kuna shida, lakini Mungu katikati ya huyu mtu ambaye anaonekana hafai, Bwana alitokelezea. Na Bwana akatokelezea msaada kwake. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa kuwa Mungu hawezi kusaidiwa katika mipango yake, na ahadi ya Mungu iliendelea kuwa vile vile kama ambavyo alikusudia. Ahadi ya Mungu inatimia kwa Abraham na Sarai akiwa na miaka 100, lakini akiwa na miaka 99 malaika wa Mungu anapita nyumbani kwa Abrahamu, anamwambia unakumbuka ile ahadi ya kwamba utapata mtoto? Na Sarai anasikia ile habari, anacheka kwa sababu alisubiri toka Abrahamu akiwa na miaka 75 haikutokea, akasubiri miaka 10, akamsaidia kwa kumletea mjakazi, akamzalia, yuko pale anaendelea na maisha na hakuna kitu. Kwa miaka 99 anamtokea Abrahamu na Mungu anamwambia hautaitwa tena Abrahamu, utaitwa Ibrahimu, baba wa imani, ambao kwako nitathibitisha agano langu, nitakufanya kuwa baba wa mataifa, nawe uzao wako utakuwa kama nyota. Lakini hata Abraham naye kadogo ka imani kametikisika, saizi na miaka 99, na mpaka hilo tukio litokee na maana na miaka 100. Kibinadamu tunaona kama haiwezekani, lakini ashukuriwe Mungu kwa sababu njia zake sio njia zetu. Sarai ambaye pia naye hakuisadiki habari hiyo, naona alishakubaliana na hali. Umeshawahi kufika stage ile kama yule mwanamke Mshunami, yani umefika mahali yani umeaccept, utaki hata kusikia, hata wakiita hata kolo wanaotaka watoto utoki tena mbele. Yale maombi ya kufunga na kuomba unataka mtoto hayapo kwenye prayer list yako. Alifikia hapo naye akacheka. Nadhani alisha accept hata kumtesa tena Hagai haisemwi, au yule mtoto haisemwi. Kama ilikuwepo sijui, lakini haisemwi. Alisha accept. Lakini anaambiwa kwamba utapata mtoto. Hebu tusome kutoka Mwanzo sura 21 mstari wa 1 na wa 3. Neno la Mungu linasema, Bwana akamjia Sarai kama alivyonena, na Bwana akamfanyia kama alivyosema. Sara akapata mimba, akamzalia Ibrahimu mwana wa kiume katika uzee wake, kwa muhula aliyoambiwa na Mungu. Ibrahimu akamwita jina lake Isaka, yule mwana aliyezaliwa ambaye Sara alimzaa. Amina. Mungu anatimiza ahadi yake. Lakini mind you, sasa toka maana mwanzo ilikuwa ni miaka 75 anapewa ahadi, anakaa miaka 10 ni 85, si ndio? Hakuna kilichotokea, ndipo anamshawishi Hajiri, anamshawishi Abrahamu apate mtoto kupitia Hajiri, miaka 85. Anakuja tena kutokewa na miaka 99, ukipiga hesabu haraka haraka. Kwa hiyo kama alitokewa na miaka 75,
miaka 10 baadaye 85, mtoto alizaliwa akiwa na miaka 86. Napenda hesabu mimi, mtu wa namba na facts. Alimzaa akiwa na miaka 86, akiwa na miaka 100 Sarai anapojifungua, Hagai na miaka 13 karibu 14. Bwana Yesu asifiwe. Kashazoea kwamba mimi ndio mtoto wa nyumba hii, niko peke yangu, kama Hari anavyoamini, huwezi kujua. Amezoea, si ndio? Amezoea yeye ndo kila kitu, yeye ndo attention, yeye ndo kila kitu. Ghafla anatokea jamaa mwingine hapa. Lakini nini kinafanyika? Hebu tusome mstari ule wa, hiki ni kisa na mkasa kizuri sana cha kujifunza. Hebu tusome kuanzia mstari ule wa 4, sura hiyo ya 21, Mwanzo 21. Mstari wa 4. Asamani, tuanzie mstari wa 8 kupunguza muda. Tuanzie mstari wa 8. Mstari wa 8. Mtoto akakua, akaachishwa kunyonya. Ibrahimu akafanya karamu kuu siku ile Isaka alipoachishwa kunyonya. Sara akamwona yule mwana wa Hajiri Misri, ambaye alimzalia Ibrahimu, anafanya dhihaka. Kwa hiyo akamwambia Ibrahimu, mfukuze mjakazi huyu na mwanawe, maana mwana wa mjakazi hatarithi pamoja na mwanangu Isaka. Na neno hilo lilikuwa baya sana machoni pa Ibrahimu kwa ajili ya mwanawe. Mungu akamwambia Ibrahimu, neno hili lisiwe baya machoni pako kwa ajili ya huyu mwana na huyu mjakazi wako. Kila akuambialo Sara, sikia sauti yake, kwa maana katika Isaka uzao wako utaitwa. Amina. Tuishie kwanza hapo. Unajua, naye Ibrahimu ameshazoea kwamba huyu ni mtoto wake katika hiyo miaka 13 na 14, si ndio? Yuko pale na yeye hana uhakika kwamba hata hiyo ahadi ya Mungu ilikuwa inatimia au la. Ameshazoea. Lakini anyway, na yule mtoto ameshazoea kwamba na mimi ndio mtoto pekee kwenye hii nyumba, kila ninachotaka napata. Ghafla binivu anakuja jamaa mwingine nyumbani, akafanya dhihaka, jambo ambalo lilimkwaza. Ujue katika kipindi chote hiki Sarai ana makovu, ana trauma ambayo haijapona, ila imefunikwa tu pale, si ndio? Lakini uchungu, hasira havijatoka, ingawa yeye mwenyewe ndio kisa na mkasa wa haya mambo. Kwa hiyo anapata, kwa hiyo unaweza ukaona jinsi ambavyo una deal na watu wenye trauma, si ndio? Kitu kadogo tu, embo mind, ni mtoto tu ambaye angeweza kumuita ule mtoto akamuamba vibao kushoto kulia vitatu, akafanya factory setting akarudi. Lakini kama kuna watu wakiza watoto samani, tuko kanisani tumeruhusiwa kuchapa. Unafanya factory setting, inaitwa hiyo. Akili narudi sawa. Ni mtoto, si ndio? Angeweza kufanya factory setting pale. Lakini kwa sababu ana uchungu ambao haujaisha, anamwambia Abrahamu amuondoe. Neno lile linakuwa baya sana. Wamama, kuna vitu tunafanya tunaweza vikaumiza sana familia. Mtoto huyu hivi anakosa gani? Lakini je, haukuwa mpango wa Sarai mwenyewe? Haukuwa mpango wa Sara? Huyu Hajiri akazaliwa, nao amepata wa kwake, ameanza kuwa very selfish. Hataki, anamwambia kwa sababu mwanangu mimi ndiye ambaye atafanyaje? Atarithi. Neno hili linakuwa gumu sana. Kwa ajili ya kujifunza zaidi, tusome mstari wa 15 na 20, sura hiyo ya 21. Neno la Mungu linasema, yale maji yakaisha katika kiriba, akamlaza kijana chini ya kijiti kimoja. Akaenda akakaa akimkabili mbali naye kadiri ya mtupo wa mshale, maana alisema, nisimwone kijana akifa. Naye akakaa akimkabili, akapaza sauti yake akalia. Mungu akasikia sauti ya kijana. Malaika wa Mungu akamwita Hajiri kutoka mbinguni, akamwambia, una nini Hajiri? Usiogope, maana Mungu amesikia sauti ya kijana huko aliko. Ondoka ukamwinue kijana, ukamshike mkononi mwako, kwa kuwa nitamfanya kuwa taifa kubwa. Amina. Amen. Malizia 20. Mstari wa 20. Mungu akawa pamoja na huyo kijana, naye akakua, akakaa katika jangwa, akawa mpiga upinde. Amina. Wapi tunaona ambako Ishmaeli amelaaniwa
au Hagai amelaaniwa, lakini ndio tumejijengea, si ndio? Ameitwa majina mengi na ubaya mwingi, lakini kumbe Mungu anao mpango na wale ambao wamezalaulika. Mungu anao mpango na wale ambao wanaonekana hawana thamani, kwa sababu huyu mtoto alikuja katika mpango ambao hakuchoose kuwa hivyo, hakuchagua kuwa katika hali hiyo, hakutenda kosa lolote. Kwa nini Mungu asimbariki? Mungu amembariki jamani. Mungu amembariki. Anasema Mungu akawa pamoja na kijana huyo, naye akakuwa katika jangwa, akawa mpiga upinde. Lakini tumekuwa tukiwa brandi watoto waliozaliwa nje ya ndoa vibaya. Tumekuwa tukiwa brandi majina ambayo ni magumu. Wamekuwa na majonzi, uchungu, visasi. Tumejifunza kwa Sarai, kile anachokifahamu ndicho anachoduplicate. Mtoto aliyezaliwa katika familia yenye upendo ataduplicate upendo, kwa sababu ndio kitu anachokifahamu. Kwa hiyo kumbe akina mama tuna kitu cha kufanya. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini ashukuriwe Mungu kwa sababu Sarai, pamoja na hayo aliyopitia ya kuingizwa katika mahusiano, maana mara ya kwanza baada ya mateso, wakati ameamua kuondoka, alipokuwa anaondoka ni Kanaani, na ujue ya kwamba yeye ametoka Misri, alikuwa anatembea jangwani kwa mguu. Ukisoma kwenye Biblia ile mahali alipokuwepo, nasema mimi napenda facts na numbers. Ukijaribu kuangalia mahali alipokuwepo na ile safari aliyokuwa anajaribu kurudi, pengine alikuwa anataka kurudi kwao Misri, maana amekuwa mjakazi tu, si ndio? Hana sehemu nyingine yoyote anayojua zaidi ya kwao. Mungu alijua ya kwamba huyu hatatoboa, atafia jangwani. Alimrejesha. Anasema kule jangwani, Mungu kitu cha kwanza, waliofika Uarabuni wanaelewa jamani. Yaani lile jua, unaweza kutoka hapa na ofisini kwa mchungaji usitoboe. Lile jua ni kali, linauma, ni baya. Sasa alishakuwa ametembea mwendo mrefu sana. Tukirudi, naomba turudi kwenye sura ya 16 Mwanzo mstari wa 13. Tunaona ya kwamba katika kipindi kile cha uchungu na mateso, na akiwa amekata tamaa, anaenda peke yake, maana yeye alikuwa ni mjakazi, hana hata punda, hana farasi, wala hana mtu yoyote ya kwamba alikuwa amembebea vitu. Kwa hiyo alienda mwendo ambao mstari wa 13 anasema akaliita jina la Bwana aliyesema naye, wewe u Mungu uonaye, you are Elohim, kwani ulisema hata nimemuona yeye anionaye. Wakati watu mwingine hawajamuona yule mtu, ametembea jangwani, pengine alipishana na watu njiani, wakati hakuna aliyemjali, walimuona tu ni binti na alikuwa kijakazi, na mind alikuwa ametoka Misri, hakuwa Mwarabu pia kama ambavyo Waarabu wengine wapo au Waisraeli wengine wapo. Alikuwa Misri, kwa hiyo ana toni kidogo labda ya weusi kama ambavyo tunajua kuna mchanganyiko kule. Wakajua huyu sio wa kwetu, hakupata msaada, lakini Bwana anatokelezea msaada jangwani, anampa maji, anamwambia wewe utaita Bwana uliyesema naye, wewe ni Mungu uonaye, you are Elohim. Katikati ya mateso, katikati ya shida, katikati ya taabu, katikati ya kudharauliwa, Bwana yupo na atakutokelezea msaada, kwa sababu yeye ni Mungu wa wote wenye mwili. Ashukuriwe Mungu kwa sababu njia zake sio njia zetu. Nilisema pale mwanzo, katikati ya changamoto wengine wanamtafuta Mungu, katikati ya changamoto wengine wanamwacha Mungu. Sijui katikati ya changamoto yako wewe nini unafanya, lakini asubuhi ya leo tunatiwa moyo ya kwamba yuko Hajiri ambaye alidharauliwa, aliteswa, aliumizwa, lakini Mungu alipomtokea alikuwa na jambo la kumshukuru Mungu. Alikuwa na ushuhuda wa kusema yuko Mungu aonaye. Tunakumbushwa katika sikukuu yetu sawasawa na neno kutoka Nyakati sura ya 16 mstari wa 27. Tutasoma Nyakati wa kwanza sura ya 16 mstari wa 27. Neno la Mungu linasema,
Heshima na adhama ziko mbele zake, nguvu na furaha zipo mahali pake. Amina, asante. Mstari wa 27 naomba uache hapo hapo. Heshima na adhama ziko mbele zake, nguvu na furaha ziko mahali pake. Kuna sababu ya kuendelea kumwabudu na kumsujudu tu huyu Mungu hata katikati ya mateso na changamoto, kama ajili ambavyo alitambua ya kwamba yuko Mungu aonaye. Hatusemi Elohim kama Sara asingesema yuko Mungu, sio Sarai, kama sio ajiri angesema yuko Mungu aonaye. Nina imani baada ya kuletewa maji pamoja na ujumbe mgumu alioambiwa, hebu rudi kwa tajiri yako ukatumikie, pamoja na hilo hakuangalia ule ujumbe mwingine, alipata sababu ya kumshukuru Mungu. Pengine alikuwa na mengi sana ya kusema, kama ambavyo tumesema kwenye Mambo ya Nyakati kwamba heshima na adhama ziko mbele zake, nguvu na furaha ziko mahali pake. Tunakumbushwa katikati ya mambo yote kuendelea kumpa Mungu utukufu, kwa sababu kama mateso, Yesu alipata mateso, alisulubiwa pasipokuwa na hatia, akabeba uovu wetu na dhambi zetu, lakini bado alibaki kuwa mtii mpaka mauti. Sasa kama Yesu alisulubiwa na akateswa, hata sisi tutapita katika nyakati ngumu, tutapita katika mateso, tutapita katika taabu, lakini tunakumbushwa kama ajili alivyosema, yuko Mungu aonaye. Anaweza kuona kuliko tuonavyo, na anafanya zaidi ya tufahamuvyo. Na pale sisi tunapoishia, yeye ndiko anakoanzia, ili sasa tuje tumwabudu na kumwambia, utukufu na heshima zote ni zako Bwana, utukufu ni wako Mungu, kwa sababu ni wewe peke yako unaweza kufanya mambo magumu na ya ajabu kuliko tuombavyo. Leo sitamani kupiga kelele sana, natamani tu ku bring the point home. Tuna mengi ya kusherehekea. Ujumbe huu kutie moyo. Sijui ni kwa nini ujumbe huu umekuja, lakini ujumbe huu kutie moyo, ukuvushe. Na ni rai yangu kwamba katikati ya hayo, chagua kumwabudu Mungu. Usiwe kati ya wale wachache ambao wanachagua kukimbia kwa Mungu. Wewe kimbilia kwa Mungu, usiondoke kwa Mungu, kwa sababu Mungu anakuita jangwani hapo ulipo, anakuita kwa sababu anajua shida yako, anataka tu muojiane, musemezane ili aweze kukupa haki yako. Mungu akubariki. Mwenyekiti, naomba kurudisha kibiti.